Okay, hebu tuangalie. Leo kuna kitu ambacho nataka kukionyesha kwenye batiki za mshumaa. Huko mbele nitakielezea vizuri alafu nitakionyesha vile vile. Kwa hiyo keep on watching, endelea kuangalia. Tutatengeneza batiki ya mshumaa kama ilivyo kawaida yetu, sawa Kwa maana hebu tupitie malighafi kwanza. Kwanza unapaswa kuwa na kitambaa chenye cha batiki kama hiko, unapaswa kuwa na mshumaa kama huo, unapaswa kuwa na sodium hydrosulfate, uwe na caustic soda. Sawa, unapaswa kuwa na gloves kwa ajili ya ulinzi wa mikono, unapaswa kuwa na rangi za mbalimbali, rangi aina mbalimbali, unapaswa kuwa na sufuria, uwe na ua au sponge kama hizo hapo, sawa Meza na mahitaji mengine pasi kwa ajili ya kunyoshea mwishoni kabisa. Sasa hebu tukaanze kutengeneza batiki zetu tuone na kuaje. Sawa, kwanza kabisa unawasha jiko lako kwa ajili ya kuweza kuyeyusha mshumaa wako ili uweze kuwa katika hali ya majimaji, ili tuweze kuutumia, sawa Utaweka mshumaa katika sufuria lako, then utaacha uweze kuyeyuka. Ukishayeyuka tayari utaona jinsi itakavyokuwa, itakuwa majimaji tu, sawa Kwa hiyo kwa maana ukishayeyuka unakuwa tayari kwa matumizi. Kwa hiyo hapo tayari ishakuwa majimaji, tunaenda kuyatumia, sawa Unachukua ua lako au sponge, unachovya kwenye sufuria, then unakung'uta kidogo, sawa Utakung'uta kidogo taratibu tu ili isije kachorozika sana afu ikawa kero. Sawa, kwa hiyo ukishafanya hivyo unaenda kugonga kwenye kitambaa kwa namna ambavyo itakuwa umepangilia au kwa namna ambavyo itakuwa umeamua kuliandaa ua lako kwenye kitambaa husika. Sawa, make sure unagonga. Sasa inategemea unavyogonga, aidha unagonga kwa ua moja kwa maana utaweka mshumaa mara moja tu, au unagonga kwa maana utakuja kuweka mshumaa mara mbili au mara tatu, inategemea na wewe the way unavyotaka. Sawa, hichi kitambaa ni cha kugonga ua mara moja tu, that's why na kutanisha au naunganisha hayo maua yangu hayo. Kwa hiyo kwa wewe ipo video ambayo tutaweka kwa ajili ya kugonga maua mara mbili, sawa Kwa hiyo unapaswa kusubscribe ili nitakavyokuja kuweka ile video nyingine unapata urahisi wa kupata notification kwamba wao Jajili TZ imeweka video nyingine hivyo. Kwa hiyo itakuwa vizuri ukisubscribe, like na kushare, sawa Yes, hapo nimeshamaliza zoezi la kuweza kuweka mshumaa, sawa Nimeshamaliza, unaona hapo natoa tu kutanisha maua yangu safi kabisa. Hatua ambayo inafuata ni kuweza kuandaa rangi na kuweza kuweka kitambaa chetu, sawa Utapima caustic soda, then utaweka na sodium hydrosulfate au wengine wanaita sodium ya batiki, sawa Usichanganye kati ya sodium hydrosulfate na sodium silicate. Sodium silicate au sodium sulfate ni tofauti, sawa Hii ni sodium hydrosulfate. Yes. Baada hapo tuongeza na rangi ambayo unataka iwe rangi ya mwisho, kwa sababu kitambaa ambacho tutagonga mshumaa mara moja unaenda kufinalize na unaweka rangi ya mwisho kabisa, sawa Ukitaka kuelewa rangi ya mwisho tutakuwa na maanisha nini, basi unaweza kunicheki WhatsApp ukajiunga kwenye grupu letu la batiki za mshumaa, sawa Then baada ya kupima kemikali zetu unakuja kuweka maji ya moto, sawa Utaweka maji ya moto then kwa ajili ya kuweza kuchanganya zile kemikali ili ziweze kuleta ile reaction ambayo tunaitaka, kwa maana ziweze kuwa na nguvu. Yes, baada ya hapo utakuja kuongeza maji ambayo ni ya baridi. Utaongeza maji, ikishakuwa tayari unaweka kitambaa chako. Kile kitambaa utaweka chote, make sure unaweka chote, utakidumbukiza vizuri kwa maana kitambaa chote kiweze kuloana na ile rangi ambayo tumeiandaa. Sawa, bila shaka utakuwa unapata ABC, kwa maana hivyo ndivyo unavyopaswa kuweza kuandaa batiki yetu ya mshumaa. Yes, kama unaangalia video hii na upo kwenye darasa letu lolote, darasa la sabuni za miche, sabuni za maji, ubuyu wa vipande, ubuyu wa Zanzibar, bidhaa za nywele, usindikaji wa pilipili na viungo, au ungalishe, ice cream, corn na lambalamba, basi unaweza kusema yes, mwalimu nipo hapa na cheki, nipo kwenye darasa lako la ubuyu wa vipande, ubuyu wa Zanzibar, sabuni za maji, sabuni za miche, sabuni za tiba, ubuyu wa aina mbalimbali hivyo. Na kama unaweza kupendelea na kusema bwana nipo Singida hapa Manyoni nafanya yes, naangalia vitu kama hivyo. Hapo baada ya kutoa kitambaa chetu kwenye rangi na kuacha kwa muda kipo hivyo, hapo tunakianika ili baada tuweze kutoa mshumaa. Kishakauka, hatua ambayo ilifuata au inayofuata ni kuweza kuondoa mshumaa wako kwenye kitambaa. Sasa utafanya hivyo, utaandaa jiko lako, utawasha moto, utaweka maji ya kawaida. Yatakapoanza kuchemka unadumbukiza kitambaa chako na kinyanyua, unachorozesha hapo, kwa maana tunaondoa mshumaa. Kwa maana utakavyokuwa unanyanyua mshumaa unaenda kwenye maji, unanyanyua tena, unachorozika mshumaa, unanyanyua tena mpaka itakapokuwa tayari. Ikishakuwa tayari unaenda kuanika. Unaanika tu, either unaweza kuanika kivulini, haina hata shida kwa sababu kitambaa cha batiki hakichelewi kukauka. Kwa hiyo utaweka tu hapo, kishakauka unaanza kukinyoosha. Kwa maana ndio hiyo tunakuja kufinalize. Kwa maana kitambaa kukinyoosha kina faida kubwa takriban 3. Labda leo ni wapi.
Faida ya kwanza ni kuweza kuishikisha rangi. Faida ya pili, kuondoa mshumaa, mabaki ya mshumaa kidogo ambayo ilibaki. Faida ya tatu ni kukiweka kitambaa katika hali ya usafi au nadhifu, kwa maana kionekane kipo vizuri. Kwa hiyo usikose kunyoosha au kupiga pasi kitambaa chako. Unaona? Hapo tushamaliza zoezi la kutoa mshumaa, tukaanika hapo, unaona jinsi kinavyoonekana. Kwa hiyo tukienda kukipiga pasi au kukinyoosha, kwa maana huo mng'ao utaongezeka, kwa inakuwa safi kabisa. Yes. Hapo baada kukikausha au kukauka kitambaa chako, unaweka mezani, unaanza kunyoosha tena kwa kutumia pasi. Sasa hakuna lazima kuwa na pasi ya umeme ndio unyoosha. Hata ukiwa na pasi ya mkaa unaweza kunyoosha. Maana kuna wengine huwa wanapenda sana complicateisha. Bwana, sina pasi ya umeme. Sio lazima. Kama una pasi ya mkaa, weka mkaa, washa, maisha endelee. Kama una access ya kupata pasi ya umeme, it's fine, itumie. Kwa hiyo hakuna haja kutokufanya kwa sababu tu una pasi ya umeme, kwa sababu wengine huwa na subiria mbazi zishinde kuzaa waseme jua badala ya kumwagilia. Kitu kama hiyo. Kwa hiyo endapo pia unahitaji kujiunga na madarasa yetu kule WhatsApp, tunayo madarasa ya aina mbalimbali. Tunao darasa la batiki za mshumaa zenyewe, batiki za vijora pamoja na vijora vya batiki pamoja na vikoi mbalimbali. Tuna darasa la sabuni za maji na mbalimbali, tuna darasa la bidhaa za nywele, ubuyu wa Zanzibar, ubuyu wa vipande, sabuni za miche aina mbalimbali. Kwa hiyo endapo utahitaji kujifunza zaidi, njoo WhatsApp. Namba hapo tumeiweka 0653463133. Unakuja kule, nataka kujifunza kitu fulani, au ukituma tu message WhatsApp moja kwa moja itakuletea kozi ambazo tunazifundisha. Utachagua kozi, utalipia ada, utajiunga kwenye grupu letu kule, utamaliziwa kila kitu, kwa maana utafundishwa zaidi na utasimamiwa kwenye uzalishaji. Be positive, jasiriamali unalipa.